Matumaini yangu kwamba mchana wako na kupeleka vyema. Karibu kwa mionzi ya Coco FM awamu ya saa 7. Mimi ni Janet Mumbi. Na nikianza taarifa ni kwamba siku chache baada ya aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma nchini Justin Muturi kuachishwa kazi na Rais William Samoei Ruto, kwa mara nyingine tena ameendelea kuishambulia serikali ya kitaifa na kuitaja kuwa iliyojaa ufisadi. Katika mahojiano ya kipekee na kituo cha televisheni cha NTV, Muturi amesema vita dhidi ya ufisadi nchini haviwezi kukomeshwa kwa sababu umekita mizizi katika baadhi ya taasisi kuu za serikali ikiwemo ikulu ya rais. Aidha, amemshtumu Rais William Samoei Ruto kwa kushindwa kudhibiti ufisadi nchini licha ya Rais Ruto kuendelea kusema amejitolea kukomesha visa hivyo. Vile Muturi amesema hatua ya Rais Ruto kumfuta kazi ilitokana na hali ya kuficha uovu huo uliojikita katika ofisi hiyo ya ikulu. Muturi ambaye alifanya kazi katika serikali ya Kenya Kwanza kwa muda wa miaka 2 alifutwa kazi na Rais Ruto akidai alishindwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo alipohudumu kama mwanasheria mkuu nchini. Kwingineko ni kwamba waziri wa mazingira kwenye kaunti ya Taita Taveta Granton Mwandawiro amewashauri wachimba mchanga kwenye kaunti hiyo kujisajili na pia kutuma maombi yao kupata leseni ili waweze kuchimba mchanga kwa njia ifayo. Mwandawiro amesema agizo hilo ni miongoni mwa mikakati ya kuhakikisha mazingira yanaimarishwa na pia mito kusalia na maji. Aidha, Mwandawiro amesema wale ambao watapatikana wakichimba mchanga bila kuwa na leseni watakabiliwa kisheria. Na kwenye kaunti ya Kwale ni kwamba gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani amesitisha uzaji wa ardhi ya msikiti wa Kongo katika eneo la Diani, ardhi ambayo tayari ilikuwa inapigwa mnada na mabwenyenye kwenye mitandao ya kijamii. Gavana Achani amesema serikali yake tayari imeandikia barua tume ya ardhi nchini NLC pamoja na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai nchini DCI kubatilisha hati miliki mbili gushi dhidi ya ardhi hiyo iliyo na msikiti mkongwe zaidi. Achani amedokeza kuwa tayari vitengo vya serikali ikiwemo tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi nchini EACC vimeingilia kati kusitishwa kwa hati miliki hizo ambazo ni gushi. Hii ni mionzi ya Coco FM. Wasomaji wenye taji. Hii ardhi nataka tu ni kujibu kwa haraka. Ni swala ambalo tayari tulilipata katika ofisi. Hatua tayari tumechukua. Tumereport hizo issues za titles mbili, ile yenye ipo na ile ambayo imechukuliwa baadaye pia tumezireport, na nemani DCI officers walikuwa hapa kwa sababu tulireport EACC, tukareport DCI na watu wa NIS wameendelea kufuatilia masuala yale. Kwa hivyo jamani, gavana wetu kazi anaendelea kuchapa. Kwa upande wake Salim Gombeni ambaye ni mwanasheria mkuu katika serikali ya kaunti ya Kwale amesema atahakikisha ardhi za wananchi wa Kwale ambazo zilinyakuliwa kinyume cha sheria zinarejeshwa. Masala ya ardhi mahali popote tunapigana kwa upande wa wananchi kuhakikisha kwamba ardhi ya wananchi wa Kwale haitanyakuliwa tena, na kuhakikisha kwamba ardhi ambazo zilikuwa zimenyakuliwa tunazipigania ili ziweze kurudi mikononi mwa wananchi wa Kwale. Mwenyekiti wa hudumu wa afya wa nyanjani eneo la Kiwandani kaunti ya Kilifi John Charo amewahimiza wananchi kudumisha usafi msimu wa mvua ili kudhibiti mlipuko wa magonjwa mbalimbali kama ya kipindupindu. Akizungumza katika eneo la Kiwandani na Marembo hapa mjini Kilifi wakati wa kutoa hamasa kwa wakazi kuhusiana na umuhimu wa kudumisha usafi, Charo amesema ikiwa hili litatiliwa maanani huenda magonjwa mengi yakadhibitiwa. Kulingana na Charo, ni lazima watu wawe mstari wa mbele katika kuhakikisha mazingira ni safi. Nia na madhumuni yetu ni kuhakikisha kuwa mji wetu unakuwa msafi na nyumba zetu zinakuwa na usafi. Tusipofanya hilo, tutakuwa tunakaribisha mkurupuko wa magonjwa. Hasa tukiangalia kama wakati huu wa mvua ambapo uchafu ni mwingi, unajaa kila mahali. Kwa hiyo sasa sisi kama CHPs wa CU ya Kiwandani tukaamua kujitokeza, tukafanya usafi na kuhakikisha tunawafundisha wanajamii wetu wadumishe usafi. Wakati wa Charo wamesema kila mwezi watakuwa wanatoa hamasa kwa wakazi ili kuhakikisha swala la usafi linatiliwa maanani. Na hii ni elimu ambayo tumeanzisha sasa na tutakuwa tunaendelea. Kila mwezi tutakuwa tunalifanya zoezi hili la usafi. Na tunauliza tu
wenzetu watuunge mkono katika zoezi hili. Tunapoishi mahali pasafi, ni kumaanisha tutakuwa tumeepuka magonjwa mengi sana yanayopatikana wakati wa mvua. Na hata vile vile si hatutalifanya zoezi hili kwa sababu tumenuia kuona mvua ndipo tukaamua kufanya zoezi hili. Hili zoezi litakuwa likiendelea. Baadhi ya wazazi katika eneo la Voi kwenye kaunti ya Taita Taveta wakiongozwa na Masi Sambo wanatoa wito kwa wazazi wenzao kuwa mstari wa mbele kwa kufuatilia watoto wao msimu wa likizo ili kuepusha na marafiki wasiofaa ambao wanaweza kuwapotosha kimaadili. Sambo amesema idadi kubwa ya watoto huwa wanapotoka kimaadili msimu wa likizo wanapotangamana na watu mbalimbali ambao huwa wanawashawishi na kuingiza kwenye mambo maovu kama ya utumizi wa dawa za kulevya na uhalifu. Kulingana na Sambo, wazazi wengi wamekuwa wakikosa kuwajibikia majukumu yao ya ulezi kwa watoto wao, hali ambayo inachangia kwa baadhi yao kupotoka kimaadili. Wazazi tunatafuta, lakini inafaa tena tukuwekea full kwa watoto wetu, kwa sababu watoto sasa wamefunga shule, na kwa shule zenye wametoka kila shule iko na tabia zake, na wenye wako hapa kwa walikuwa hapa hizi day school pia wako na tabia zao. Kwa hivyo wazazi tukue careful tukiangalia watoto. Mtoto akitoka akienda kucheza, ujue ameenda kucheza wapi na marafiki wenye anashikana nao ni marafiki aina gani. Na kabla kukujuza yanayojiri kimataifa, ni kwamba baadhi ya viongozi wa kidini kwenye kaunti ya Kwale wameibua hisia zao mseto wakidai hatua ya kuondolewa kwa adhabu ya kiboko shuleni ni chanzo cha utovu mwingi wa nidhamu miongoni mwa watoto shuleni na katika jamii. Viongozi hao wa kidini wakiongozwa na mchungaji wa kanisa la Redeemed Gospel George Asisi wanatoa wito kwa serikali ya kitaifa kupitia kwa Wizara ya Elimu nchini kuwahusisha ipasavyo katika kuelekeza watoto kwa misingi ya dini ili kuwalinda dhidi ya kupotoka kimaadili. Mchungaji Asisi amesema ikiwa hilo litatekelezwa, huenda visa vya watoto kupotoka kimaadili vikapungua kwa asilimia kubwa. Serikali lazima ifuatilie, yani turuhusiwe sisi kama watu wa dini tutoe mielekezo namna ya vile Mungu anavyotaka mtu alelewe. Sasa wakitusikiza alafu waanze kupractice na hizo, mtoto atachipuka mtoto mzuri, anayeeleweka, anayepokelewa na watu wote. So hii inarudi kwao, maana sasa wale leo wanalinda hiyo sheria. Tukienda kinyume na yao, basi pia tumeharibu, wanatukaba, wanatupeleka mbio. Lakini tukishirikiana ya kwamba tuwaeleze ya kwamba njia ni hii, sio hiyo, mambo yatakuwa mazuri. Ni kauli ambayo imeungwa mkono na Ustadh Omar Suleiman Mwaronga na kusema ujio wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu pia umechangia kwa baadhi ya wazazi kukabiliwa kisheria baada ya kuadhibu watoto wao. Kwa sababu ya kiboko ambacho sisi tumekuzwa na kiboko. Lakini sasa hivi tukizungumza mambo na kiboko, tayari kuna mashirika yanakuja ya haki za binadamu, children's right, haki za mtoto. Kwa hivyo ukiangalia hao watoto ambao wanahangaisha hii jamii ni watoto wa 2000. Na mwaka wa 2000 ukiangalia historia ndizo hizo sheria zilipopitishwa kwamba mtoto asichapwe, si shule wala si nyumbani. Kiasi cha kuwa ikifika wakati mtoto huyu amechapwa na mzazi anaenda kushtaki. Na sisi watu wa chairman, chifu, tutalipeleka hilo jambo kwa asasi husika, alafu mzazi anachukuliwa hatua. Hii ni mionzi ya Coco FM. Wasomaji wenye tajriba katika tasnia ya habari wakikuletea taarifa kwa wakati pindi yanapotendeka, tena kwa ufasaha, bila kuficha, bila vizuizi wala kukawia. Hii ni mionzi ya Coco FM. Karibu tena. Na katika rubaa za kimataifa ni kwamba jopo la majaji katika mahakama ya kikatiba nchini Korea Kusini limepiga kura kwa kauli moja kuunga mkono kushtakiwa kwa Rais Yoon Suk. Hii ina maana kwamba anaondolewa mara moja kwenye nafasi yake ya urais. Nchi hiyo sasa ina siku 60 kufanya uchaguzi wa haraka kujaza nafasi yake. Akitoa hukumu yake, jaji wa mahakama ya kikatiba nchini humo amesema hatua ya Yoon kutekeleza agizo la kijeshi iliharibu haki za kimsingi za kisiasa za raia. Mahakama pia iligundua kuwa hatua yake ya kutumia nguvu haikuwa halali. Ni saa 7 na dakika 10 zimekatika, na kufikia hapo sina la ziada kutoka kwangu ila kutamatisha mionzi ya Coco FM awamu ya saa 7. Mimi ni Janet Mumbi. Hii ni mionzi ya Coco FM. Maelezo yanayotendeka kwa sasa katika ngazi tofauti kila baada ya saa. Hii ni mionzi ya Coco FM.